Arusha, ambapo wakaguzi nchini wametakiwa kuzingatia maadili ya kazi na kuhakikisha wanajenga uaminifu unaohitajika ili taasisi ziwe na uwajibikaji thabiti na kusaidia upatikanaji wa maendeleo yaliyokusudiwa na kusaidia utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya 2050. James Stanley kutoka mkoani Arusha ana undani wa taarifa hii. Akifungua mkutano wa 18 wa wakaguzi wa ndani jijini Arusha, mwenyekiti wa bodi ya chama cha wakaguzi wa hesabu Tanzania, Jonathan Ngoma, amesema mkutano huo unatarajiwa kuwa na mijadala mbalimbali itakayosaidia kukuza nafasi ya wakaguzi wa ndani kama chachu ya mageuzi, matumizi ya teknolojia za kisasa na mchango wa taasisi na taifa. Mkutano wetu umelenga katika kuongeza uweledi kwa wakaguzi wa ndani Tanzania, na tumekuwa tukiangalia mazingira mengi. Kwanza, mazingira ya kazi ya internal audit yanaendelea kubadilika siku baada ya siku au mwaka baada ya mwaka, lakini pia ukiangalia kwenye vihatarishi ama tunasema risk pia zinaendelea kubadilika na zinaendelea kuongezeka. Ukiangalia vitu vipya vinavyokuja kwenye mambo ya artificial intelligence, cyber security, ukiangalia mambo ya ESG, hivi vitu vyote ni vipya vinakuja. Lakini pia ukiangalia mkutano wetu pia tumeenda sana kwenye mambo ya ethics ama kufanya kazi yako kwa kufuata sheria, kwa kufuata uweledi ambao unahitajika, sio tu kimatendo zaidi. Pia tumefocus sana katika hiyo area kwa sababu pia tunahitaji internal auditors ambao wanafanya kazi yao kwa uweledi, ni professional, lakini pia wanafuata vigezo vya kufanya kazi ambavyo vinasaidia katika kuendeleza nchi yetu. Zungumza mshauri wa masuala ya uchumi Dr. Kasim Hussein akizungumza na Upendo Media, amewataka wakaguzi kuzingatia maadili ya kazi na kutekeleza malengo kusudiwa. Auditors, yani wakaguzi wa ndani, wana nafasi kubwa ya kusimamia uadilifu kwa kuchunguza yanayotendeka na kutolea taarifa stahiki kwa viongozi, kwanza kwa mkuu wa taasisi, lakini ya pili ni wao wanaripoti kwenye kamati ya audit. Kwa hiyo kukumbusha tu kwanza wawe na uhuru, na kwa sababu wana nafasi ya kuripoti, kwa hiyo uhuru upo, ila wanaotumia ule uhuru au wanabweteka na kuacha kuchukua majukumu yao katika kusimamia ufanisi. Na ufanisi uletwe na utamaduni wa uadilifu. Kila kinachofanyika kiwe kwa uadilifu. Baadhi ya washirika mkutano huo wamesema matarajio ni kuongeza ujuzi na mbinu mpya zitakazowezesha kukabiliana na changamoto za kiuchumi na kiteknolojia, huku wakipata nafasi ya kubadilishana uzoefu wa kitaalamu kutoka mataifa mbalimbali. Na kupitia mkutano huu wakaguzi tunapata muda wa ku-update skills zetu na ku-interact, ku-network. Kwa hiyo kupitia hapa tunategemea kwenda ku-add value kwenye organization zetu. Asante. Tumekuja kwenye mkutano huu tukikutana internal auditors au wakaguzi wa ndani. Kazi yetu kubwa ni kujifunza mabadiliko mbalimbali ambayo yametokea katika professional internal auditor katika mwaka huu, na baada ya hapa sisi kama wakaguzi tutaweza kwenda kupeleka katika taasisi zetu na kuweza kuleta mabadiliko makubwa katika utendaji wetu wa kazi, kuanzia kwa namna ambavyo tunakagua, tunavyofanya mipangilio yetu ya mwaka, vile vile kuweza ku-add value katika organization zetu zote ili tufikie matakwa au malengo ya organization zetu. Asante. Mkutano huu wa 18 umeleta zaidi ya internal auditors 800 ambao tutajifunza mambo makubwa ambao tutakwenda kuyatekeleza katika taasisi zetu. Hakika mwaka huu tumefundishwa mambo mengi na tunaendelea kujifunza, na tunaamini tutakapoondoka hapa tutakwenda kuimprove kwenye organization zetu. Na huu umewakutanisha wakaguzi kutoka ndani na nje ya nchi na unaongozwa na kauli mbiu isemayo mageuzi ya ukaguzi wa ndani, uimara wa uaminifu, uaminifu na kusudi. Mkutano huu ni dira mpya kwa wakaguzi wa hesabu kujifunza namna bora ya matumizi ya teknolojia, lakini pia kupata wasaa wa kubadilishana mawazo. Nikiripoti kutoka jijini Arusha, mimi ni James Stanley, Upendo TV, amani kwa wote. Asante sana James.